kuomba, manake maneno mengi inawezekana kwako. Lakini nakwambia shetani anaandaa giza kwa sababu ikutane na nuru, wewe urudie mugiza. Sema tena achia. Kama kulikuwa mipango ya shetani urudie katika giza, mimi najua wote wale watu wa Mungu waliingia kifungo na kuomba. Nina matumaini ya kuona ushuhuda wao hapa, tena ushuhuda mkubwa, ushuhuda wenye kuwa na matumaini, ushuhuda wenye kuwa na maneno makali, ushuhuda wenye kuwa na viwango vya juu. Lakini kama shetani anajipanga akufukie tena na giza yake, nasema hatafanikiwa. Nasema hatafanikiwa shetani. Sema karibu. Ule nyuma siasikia, sema karibu. Unakuta watu mingi habajazaraka kuwa kusema hapa mie kama naona kamwangaza, kuna uwezekano shetani analeta tena giza na giza kalifukia tena. Mingi abajuake vile. Akiona tu anaanza kufanikiwa kidogo, anawazia yeye ndio mwenye kuwa na torsi mnene, yana tendaga mpaka mjua tu. Mjua walimwangalia tu ni yeye ndio alimwangalia ngazi, anajua. Wewe haujui kitu duniani. Ukionekana katika nuru, unajua kusema shetani yuko anakutafuta na giza akufukie. Ndio maana maandiko nasema tukue wajanja kama nyoka, wapole kama hua au kama njiwa. Tukue wajanja kama nyoka. Kama ukiona mkono wa Mungu, jinsi mzee alisema, hapana kuacha kupaka nyuma. Ukiona unakula leo, usisahau njala ya jana. Ukiona uko mzima leo, usisahau magonjwa ya juzi kuchapa. Ukikumbuka ile magonjwa, nisirudie tena. Kama kuna kwa mtu wa kukurudisha tena kwa magonjwa, nasema shetani achia. Kwa sababu unajua kile kilimkuta. Sasa unakuta mwanadamu akishaona mnamwombea mkono leo, kuanzia leo magonjwa inakoma, haitaongezeka tena. Akiona tu kaukime kadogo, akaanza kupiga hatua kumbele, hakumbuke tena kile kilimpata jana. Atakumbuka mpaka aone tena msalaba kumbele yake wa mwekunda, akasituka. Maombi kwa siku gani? Ndio mzee anasema acha vile. Mungu apatanake na watu wenye kurudi nyuma. Mungu anapatanaka na watu wenye kusonga mbele. Sema mvivu. Sema mvivu. Mungu haitake mvivu. Mungu afanyake kontra na mvivu. Mungu afanyake kazi na mvivu. Mungu afanyake huduma na mvivu. Mungu haitake wavivu. Mungu achaguake wavivu. Mungu anachagua watu wasiojaa katika kazi, bali kupiga safari mbele na maendeleo bila kurudia. Akipiga nyuma ni kumwambia Yesu uko hapa au hapo, anapiga safari. Lakini mvivu Mungu hamuitake. Wende ulize ba profete bote, ba pastor bote bali wenyewe banatolewa bakavuka ngambo. Wende baulize, atakwambia mie kabla Mungu kuniita nilikuwa niko nafanya kazi fulani. Hakuweka wa hivi. Mkuru ula wengine. Tangia asubuhi magharibi. Hakuweka mjinga wa vivu. Mungu haite wajinga. Mungu haite wavivu. Kila pastor utamsikia kusema mimi nilikuwa nafanya kazi fulani. Mungu anaona kwa bidii. Wewe ukamuulize Petro. Petro alikuwa maskini lakini mvuvi wa ajabu. Alikuwa mwenye kuroba samaki, ndio maana kaitwa. Biblia inasema Luka alikuwa mganga. Alikuwa kama tasema nini? Daktari. Yeye alikuwa na kazi ya kutunza watu wako napona. Mathayo alikuwa mtu mwenye kushinda mjua kila siku, watu mkisimama pale. Lipa hapa njoo pite. Tangia asubuhi mpaka magharibi. Asubuhi yuko na shinda, yuko na chapa kazi. Njoo Mungu akamwita. Wewe tu njoo unaitwa mwito wa maajabu. Ajabu mimi sielewi. Wenda muulize pastor Kasoro. Hakuwaka mvivu. Nilikuwa kijana wa kwanza nikilima shamba mpaka matokeo ipo. Hakuna garso nilishindaka mwenyewe generation kunishinda mali au makuta au kuvala au kutembea au kupambana. Na hata kuwaka hapo. Mungu akaona huyu mtu ni wa nguvu. Mungu wa chakula kibavivu. Mungu habari yake bavivu. Mungu anajua huyu mtu nikimpashia kazi anaweza kuchapa mpaka sokoto. Huyu mtu haogopake kitu. Huyu mtu haogopake usiku, haogopake jua ya zaidi, haogopake mvua, haogopake baridi. Yeye anaingiaka na baridi, anaingiaka na mvua, anaingiaka na mvua. Huyo mtu ndio Mungu anamchagua.
Soda mzuri ni mwenye kufia kuvita. Haina mwenye kusikia kapata tu kana ngoma anasema ni rokete ile anaanza mbili. Unakuta mtu alishasimama mhuduma mkazi ya Mungu, cha mwenyewe anatukana ni mwingine kwa kudepose kuimbai huko. Huyu na ule wanakosana. Huyu anaacha kuimbai.